Yes, umega murari wa all Kikuyu online media. Tukunyitoga ni Kwaria na thegi ndo kunyitana na ithuĩ. Muthenya umuthi ni tusherete mwena wa Naikuru kuria kumana mathiko ma Bishop Elizabeth. Na samura akiona haha niturugamite na one of the sons Bishop Elizabeth. Yes, uhoro waku? Nzuri. Unaitwa nani? Samuel. Yes. Samuel, leo najua imekuwa ni siku si ya kawaida kwa maisha yako. Ni sawa? Yeah. But wakati kuna tribute pale, kuna message ulikuwa unataka kupass na maybe you didn't have much enough time to pass the message. Ni sawa? Maybe in short words, unaweza describe mamako alikuwa mtu aina gani? She was a beautiful kind woman, God-fearing, humble, and caring. Alikuwa mtu kupeana vitu. Yeah. Hizo words ni enough, more than enough. Yeah. Wakati ulipokea hii ripoti like mamako is normal, where were you? Ama ulizipokeaje? Nilipokea through a phone call. Were you in country? Yes. Okay. Yes. Maybe kuna message ulikuwa unataka kupass kwa washirika wake? Ningependa tu kuambia the fruit that mom ali plant kwao, they continue keeping up and why raise, and we are here to help them. Yeah. Kuna kitu moja unakumbuka kuhusu your mom, the best moments zenye mlikuwa nazo pamoja before the last call? Nothing much, we were just talking casually every day, all day. The best moment is mom akifungua church Nairobi. Hiyo ndio kitu linifurahisha because nilikuwa naona my mom is growing day by day. Hiyo kitu linifurahisha sana. Yeah. And what were the last words? Your last words with your mom? They were, I love you my son, take care. That's all. Did you know maybe anything that was a bother to your mom? No. Hakuna kitu ulikuwa unajua anything? Yes. Okay. Maybe we have a gentleman here. Maybe yes. Kindly, would you introduce yourself? Mimi naitwa Wilishongwa. Marehemu alikuwa ni kazini yangu. Yeah, na alikuwa rafiki yangu sana. Na nilikuwa ninampenda sana. Maybe alikuwa cousin wa aina gani? Alikuwa more than cousin. Alikuwa friendly. Yani vitu mingi sana. There are so many stories zenye zimekuwa zikienea social media and media. Maybe utasemaje ama utakomentaje kuhusu Bishop? Regarding social media, hizo story ni negative. Bishop alikuwa ameokoka, alikuwa anaogopa Mungu. Na hizo vitu zina happen, ni vitu za uongo. Yeah. Maybe kuna wale watu wanaeneza hizo story. What would you tell them? Mimi tu ningewachia God. Ningewachia Mungu cause chenye wanasema maybe wana evidence. Yeah. Na vile hapo tumepewa word. Kwa tunachia God cause wa judge. Yeah. Maybe wakati tuko pale mochari tuliona maybe it had taken some times maybe family kufika na watu wakagoja pale kwa mochari sana. Maybe what was happening? As per the brother amesema kulikuwa na traffic. Yeah. Habari yako? Nzuri sana. Wewe ni cousin ya Elizabeth? Yeah. Elizabeth alikuwa mtu aina gani kwako? She was a very good person. Nilimpenda kama dada yangu na sikumchukulia kama cousin, nilimchukulia kama dada. Kwa sababu ya uzuri ambao alikuwa nao, alikuwa mentor, alikuwa friend. So nilimpenda sana kama dada na kama rafiki. Okay. Maybe the message to the church members wenye wameachwa na Bishop, utawaambia aje? To the church members, ningetaka ku-encourage na kuambia kwamba the vision ambao alikuwa nayo waendelee nayo na wazidi kushikilia na kufuatilia njia ambayo aliwafundisha. Kuna maybe the sons wa Elizabeth. Nyinyi ndio mmebaki kama wazazi wa vijana. Mungetaka kuwapatia message gani? To the sons, ningetaka ku-encourage pia na kuambia kwamba wajitie nguvu na ule moyo ambao mama wao alikuwa nayo waendelee kushikilia na njia ambao mama yake ambaye aliwafundisha sana njia Mungu wasiachilie, na bado kama dada ya mama yake tutazidi kuwashikilia. Okay.
Okay, sijui kama tuna mtu mwingine maybe kwa familia angetaka kuongea. Maybe we can have this lady here. Yeah? Kuna sister. Sister. Aliongea huko, wacha asiongea. Wewe ni rafiki wa Bishop Elizabeth. Yes. Rafiki wa Bishop. Asubuhi pale maybe mochari niliona ukafika wakati ukachemka. Sasa hizo iko namna gani? Sasa niko sawa na ninashukuru familia kwa sababu after hiyo press con hiyo yenye mlifanya ni kama iliwastua sana, na hiyo mambo imekuwa ya kuvurutana kwa muda mrefu. Kupatia watoto wa ID waliweza kuwapatia, so mimi nasema Mungu pia wabariki ya kupeana ID kwa sababu hiyo ni haki ya watoto, na ni vizuri kupatia watoto haki yao sababu ni watoto wakubwa. Yeah. Siku za mwisho wewe na Elizabeth kupatana ilikuwa lini? Tulikuwa kwa birthday yake last year pale Safari Bite. Tulikuwa tumefanya birthday yake, nilikuwa cake matron, na sasa tunaongea naye na mtandao. Alikuwa ameenda Nairobi kukaa huko, so mara yake ya mwisho kutoka Nakuru ilikuwa date 14 Januari, hakurudi Nakuru tena. So from there tulikuwa tunaongea tu na simu, ananiambia nimtembelee Nairobi hivyo, so hatukuonana tena since 14 Januari, but hatukuonana 14 Januari, tulikuwa tumeonana kama date 10 Januari. Maisha yako kuna vile iko hatarini. Nini inaendelea? Kwa sababu jana, hiyo nitarudia, jana tulipoendea, kumekuwa na mvurutano, hata komiti yetu wanajua, watu wote wanajua, hata kanisa kumekuwa na mvurutano ya watoto wa Bishop, watoto wa marehemu, na sasa watoto wa marehemu Bishop na familia kwenye amezaliwa, yenye sikuwa najua ni nani hasa anakatalia ID. Sasa nilikuja kujua jana tulipoendea mwili sasa Nairobi. Venye tuliendea mwili Nairobi, tulienda huko saa 6, kukakuwa na mvurutano, wakakataa. Baadaye wakaweza usiku kitu saa 6 between saa 5 ndio walifika, so tukapewa mwili kama saa 6 ya usiku, na kijana wa Bishop ambaye ni first born Maina akapewa ID na akapewa dokumenti zote, lakini tulipofika pale kwa gate tulistukia tu vijana wengi, na sasa hao vijana walikuwa na sister ya Bishop, so akaambiwa Maina ni first born ya Bishop, tunataka ID. Akasema mimi siwezi peana ID juu ni ya mama yangu. Alafu hata nyinyi wenye mnanitisha ID mimi siwajui. Nyinyi hata si watu wa familia. Maina tumekuambia tunataka ID. Mara ya 3 Maina ekelea ID wapi? Hapa. So sisi tukaona maisha yetu iko hatarini. So mchungaji mmoja gari yake ilikuwa nyuma yetu. So akaona hapa kuna hatari, kakuja tu akasema Maina wape ID. So tukaacha hiyo ID, ndio najua hiyo si kitu inafaa. So hata kama wameongea familia, umesikia mmoja wao ameongea, na venye ameongea amejaribu kusema sijui ni safari ilikuwa na shida, ingekuwa ni leo peke yake hakuna mtu mwenye angekasirika, lakini nikuvute, na kama jana hawangenyaganya mtoto wa ID, kuchelewa yao hata wafike hiyo saa 7 wamekuja na nusu, hakuna mtu angewafikiria vibaya. Sisi wote tungekuwa positive na tuseme labda ni safari iko na shida, but the funny thing, namba zilikuwa mteja, namba za watu kama 5 wenye wanafaa tu communicate nao, so zilikuwa mteja. Mimi ni yule rafiki mwenyewe, hata Bishop wakati alitangazwa usijui amepatikana nini, mimi nilisema siwezi muachanisha, sitaki kujua watu wanasema nini, nitaremain kukuwa rafiki yake mpaka siku ya mwisho, na hata saa hii bado nitaendelea kukuwa rafiki wa watoto wake. Haya, asante sana. Wewe ni rafiki wa karibu sana wa Bishop Elizabeth, na tunakushukuru sana pia kwa kusimama na hii familia na kwa maneno yako. God bless you. God bless you through
Maybe tuweze kwenda ile pande nyingine ndio tuweze kuona kama tunaweza ongea na wazazi ama pia familia tuweze kusikia wana neno gani. Yes. Okay.